Hi people, welcome to my YouTube channel, and today we have Jeremiah, an author of Unusual Day of an Insurance Man. So I've read the book, that's why it's here. The book is interesting and we are going to discuss what inspired him to write this book. So don't forget to subscribe so that you may bring a lot of authors to so there. So karibu Jeremiah, and tell us a little bit about yourself. Well, asante kwa mwaliko huu. Kwa majina mimi naitwa Jeremiah Taijarula. Ni mwandishi wa kitabu cha Unusual Day of an Insurance Man. Ni kitabu cha story au fiction book. Inaelezea mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye sekta ya bima. Pia professional, mimi nafanya kazi pia kwenye moja ya makampuni ya bima. Na uzoefu kwa kama miaka 10 na zaidi. Kwa hiyo ikawa imenidrive kuweza kuandika kitabu kwa sababu hiyo ilikuwa kidogo ambayo nilipata. So what inspired you to write this book? Well, thank you. So as I've said, mimi nipo kwenye sekta ya bima au ni mdau wa bima. Lakini pia mimi ni mpenzi wa literature. Okay. Napenda sana kusoma vitabu, umeona, kufuatilia makala na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile kama imenifanya pia nikaa nimedevelop interest ya kuandika. Kwa sasa combining interest ya literature na project kidogo ambayo nimepata kwenye bima. Yes, na ile kama I can say uchache kidogo wa makala nyingi kuhusu bima. Ikawa imeniprompt kuandika ili kuweza kuwaeleza at least kwamba watu wajue bwana bima ikoje, umeona. Yes, mambo gani yanatokea kwenye makampuni ya bima, umeona, umuhimu wa kukatia bima uko vipi na vitu kama hivyo, ili tu kuweza kuongeza awareness, umeona, kwa jamii kuhusu masuala ya bima. Okay. So story ya kwenye hiki kitabu The Insurance Man inatufundisha umuhimu wa storytelling, kwamba you don't need kuandika complex issues, you just need ueleze kama story ili iweze kufikia watu wengi. So Tanzania watu wengi wanaisigi kama insurance ni scam au ni utapeli, na wewe umefanya kazi kwa miaka 10 na I'm sure hizi malalamiko watu waga yanakufikia. What are your thoughts on that? Ni kweli bado kuna changamoto ya kimtazamo. Yes, kuna baadhi ya watu bado wanaamini kwamba bima ni masuala ya kitapeli au ni masuala feki, wengine wanasema wizi. Yes, whatever the bad name you can tell. Bado kuna watu wana associate au majina pamoja na bima, lakini hiyo ni upotofu. Yes, bima sio feki, bima sio wizi. Bima ni halali, bima ni financial plan. Sawa, bima inalinda maisha au mali za watu. Umeona, bima inasaidia watu kipindi cha majanga. Bima inampa mtu peace of mind akiwa yuko hapa lakini amesikia kuna kitu chake cha gharama kimepata shida. Kama amekatia bima basi anapata peace of mind kwa sababu anajua hiki kitu nitakirecover baada ya muda fulani. Ndio. Yes, pia bima ni financial plan, mtu kwamba anakopa amelipia kiasi kidogo tu cha bima au cha premium, lakini anakopa amejikatia, umeona, au amekikatia bima kile chombo chake au kitu chake cha thamani kwa ukubwa wake. Anaweza kama amelipia tu labda shilingi 100,000 lakini amekatia chombo chake cha mamilioni, right? Okay. Meaning amelipa 100,000 lakini akipata shida ya kile chombo chake cha mamilioni hata atoa mfukoni mamilioni. Ile 100,000 yake itamfanya aweze kurecover ile mamilioni. Kwa hiyo zana ni potofu, na pia labda tu kuwatoa hofu watu. Sawa, bima kama ilivyo sekta nyingine. Sawa, bima na yenyewe pia iko regulator, iko chini ya msimamizi, umeona, wa mamlaka ya bima, ambaye anahakikisha kwamba makampuni ya bima yana play fair. Kama mtu ni haki yake amepata janga na inabidi alipwe, ni kweli inabidi alipwe. Kama mtu ana stake zake anahisi hajapatiwa sawa, basi anaweza karudi na atapatiwa sawa. Kwa sababu gani? Sababu bima iko chini ya mamlaka. And kuna sehemu nilisoma kwamba bima inakuprotect wewe kuwa na umaskini. Ndio maana watu wanakata bima za medical ili mfano ukiumwa, ili usiinka a lot of cost, bima inakucover. Alafu pia kwenye kitabu tunaona kwamba kuna kiwanda kimeungua, lakini tuashumu kwamba hichi kiwanda hakikuwa insured. Inamaanisha kampuni sasa labda ingeenda kwenye madeni, ingekuwa ina face difficulties, but kwa sababu kwa kuna bima came through and biashara
iliendelea kama kawaida. Okay, so swali lingine ni wakati tunasaini mikataba ya insurance, sidhani kama watu wengi waga wanasoma between the lines kwamba hichi kitu kikitokea hatutakulipa, hichi kitu kikitokea tutakulipa. Wewe kama insurance man, mnahakikishaje watu wanasoma between the lines? Sawa, swali zuri. Ni kweli bado kuna changamoto kidogo ya watu kupitia mikataba ya bima au kusoma, tuseme tu overall, kwa sababu unakuta mkataba unaweza kuwa mrefu kidogo kutegemea na aina ya mkataba, si ndio? Pia muda mwingine unakuta lugha iliyotumika inaweza ikawa ni Kiingereza, lakini mtu ambaye amenunua labda sio mzuri sana kwenye hiyo lugha, na sababu kama hizo. Labda mtu mwingine anaweza kama amenunua akiwa na uharaka na vitu kama hivyo, afu baby kabla hajatulia kuitia kama amepata janga, mambo kama yanatokea. Lakini sasa tunachokifanya, mara nyingi mteja akija akata kumshauri kununua bima, tunakuwa tunabeba na bima hii na cover hichi na hichi na hichi. Ndio, kama labda una gari, kuna aina kadhaa za bima za magari. Kuna bima hii, kuna hii, kuna hii. Hii benefits zake hivi, bei zake ziko hivi. Ili mtu anapoenda kuchukua sana kwa anajua anaingia kwenye kitu gani. Sawa? Yes, lakini pia bado still ni duty ya mteja mwenyewe. Akirudi akiwa ametulia sasa, upitie ule mkataba wake vizuri ili aone je, vitu vyake vyote ambavyo wanavitarajia vinaweza vikatokea kama majanga vipo covered. Pitia kwenye kitabu hapo utaona kuna mfano wa biashara moja alikopa amekatia bima yake ya wizi. Sawa, yeye ana kampuni yake. Sawa, inadili na masuala ya cement, yes. Ilikuwa ni mfano. Lakini baadaye alipokuja kupata majanga ya wizi akaja kuambia na bima yako hii, hiyo aina ya janga haipo covered. Sasa kawa anashangaa, lakini mimi mbona nimekatia bima ya wizi na nimekuja sijaona mzigo wangu kwenye store, inafuaje mnaniambia hampo responsible na wakati na bima hiyo? Kwa ndio sasa masuala ya kimkataba. Lakini baadaye alipokuja kuelezea kuhusu mkataba akaja kuona ni kweli hicho kitu ambacho kimetokea kwenye nini yangu hakipo covered. Sasa ili mtu sasa sijakaa na bima yako akawa hajui, kwanza waga anapewa ushauri na watu wa bima. Sawa, kwamba bana hii bima yako ina cover hivi na hivi na hivi, lakini kuna vitu hivi na hivi na hivi vipo covered. Vile vitu common ambavyo waga mara nyingi mtu anaweza akakosea kiurahisi. Lakini bado ni jukumu au ni vizuri mtu akiwa ametulia sasa mwenyewe aupitie bado ile mkataba ili aone kwamba yeye haki zake ni zipi, umeona vitu gani havipo covered kwenye bima, kwa sababu bima pia ikavi kila kitu. Umeona bana. Hivyo ili mtu aweze kujua kama tu kwenye mikataba ya nyumba bado na labda hii mkataba wako inabidi labda unajigaramikia gharama za maji kwa mfano, labda na umeme. Lakini ukiwa hujui ndio ukuta uko unajua labda maji gharama zake ziko sehemu ya mkataba. Unakuta labda baadaye inakuja bili ukaanza kulalamikiana na mwenye nyumba. Kumbe simply mkataba ule unasema, si ndio? Kwa hata kama mwenye nyumba kwa amekwambia as long as mkataba unasema, kwa kwenye bima pia wakati tunajitahidi kumuelewesha mteja, lakini pia bado ni vizuri mteja mwenyewe akiwa ametulia au pitie ule mkataba wake aweze kujua bima ina cover nini, kitu gani kiko covered. Okay, so tusome mikataba yetu before hatuja. Ni vizuri. Okay, thank you. Maya, siku hizi kwenye insurance companies tunaona kuna mabenki, MNOs, zote zina offer insurance products. So what's the difference between them and the usual insurance companies? Okay, good question. Kwa ambao umewataja MNOs au mobile network operators, sawa, mabenki au wanaitwa channels. Sawa, au kwa lugha nyepesi intermediaries au mawakala. Sawa, meaning wao wanasaidia kudistribute bima. Sawa, kwamba badala ya mtu kuja kununua bima kwenye kampuni husika, labda ametoka na kukaa aje hadi sehemu kampuni ilipo, yes, simply anaweza kaenda kununua kwenye tawi la benki. Anapokaa ni karibu na benki. Au mtu anaweza simply akanunua kwenye simu yake. Sawa, ndio hiyo MNO, mobile network operator. Kwamba anaingia pale, anachagua anataka kununua bima, anachagua anataka bima gani, anamaliza. Kwa maana yule mtu badala ya kuja hadi kampuni ilipo, yes, simply anamalizana kwenye simu. Lakini pia kiacha hao kuna watu wengine wanaitwa ma brokers. Umeona? Kuna watu wanaitwa ma agent. Pia mtu bado anaweza kanunua bima kwenye mitandao. Siku hizi kuna websites ambazo zinauza bima pia. Umeona, na vitu kama hivyo. Kwa zote zile zinakuwa ni distribution channels, kwamba zinasaidia mtu aweze kununua bima kupitia hizo sehemu. Lakini sasa ukija kwenye mbeba ile biashara au risk ni nani? Ndio kampuni sasa ya bima. Kwa ina maana wengine ndio wanasaidia kusambaza, lakini kampuni ya bima hii ndio iko responsible. Meaning mtu akiwa amenunua bima yake ya gari kupitia MNO, moja ya mtandao wa simu,
au moja ya benki akipata majanga, umeona, atakuja kudai kwenye kampuni ya bima lo kwa amenunua bima. Kwa kama alinunua kwenye kampuni X, umeona, yule MNO au benki atakuwa anamsaidia tu kufacilitate ile masuala, lakini atakayemlipa kabisa ni ile kampuni ya bima. Okay. Hapo kwenye kulipa, most of hizi claims unakuta labda mimi gari yangu imepata ajali, niliishwa milioni labda 10, but it's very rarely nikalipa exactly the amount ambayo nimeinsure. Kwa nini waga inakuwa hivyo? Okay, swali zuri. Kwamba unamaanisha umelipa labda wakati unakatia bima ulithaminisha gari lako chombo kwa milioni 10, lakini unakuta ukipata majanga unaweza usilipe 10 ukalipa pungufu kidogo, si ndio? Okay, sawa. Swali zuri. Sasa bima sawa ina principle zake au ina taratibu zake. Sasa moja ya principle, kuna moja inaitwa indemnity. Sawa, indemnity kwa Kiswahili chepesi yani ni kukurudisha mteja ulipokuwa awali. Sawa. Kama ulikopo na gari ya milioni 10, imetokea sasa hivi umepata shida, gari lako thamani yake imekuwa ni milioni 9 kwa mfano, basi utalipa milioni 9 ili ukienda sokoni utapata gari lile lile, lakini kwa sababu bei imeshuka, that's why utalipa milioni 9, sio ulipwe 10 sasa ununue afadhali milioni ubaki nao kama faida. Bima waga inaepuka hicho kitu, yani utakiwa mteja ufaidike kutoka kwenye bima. Hiyo ni moja, lakini pili kuna kitu kinaitwa policy excess. Policy excess ni kiasi fulani kidogo ambacho mteja huwa anachangia kwenye kila janga. Kwa hiyo unakuta labda policy yako inakwambia ukipata janga utachangia let's say 5% sawa ya kila janga, au kiwango cha chini ni kiasi fulani kwa mfano. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimepata hiyo ajali labda milioni 10, umeona kuna kile kiwango cha policy excess mteja huwa ana. Kwa hiyo yenyewe pia again mteja anapokuja kununua bima vitu kama hivyo anakuwa anaambiwa kwamba kuna hili sio imekuja amepata janga huko, mtu anahusika na mambo ya claim au madai, kwa sababu na wewe payout yako itakuwa na kiasi hichi, at least yule mteja naye anakuwa ashangai kwamba mbona mnanilipa fungu, kwa sababu ni kubwa kawaida. Pia na lengo tu ni kufanya mteja aweze kuwa makini kwenye kutunza kile chombo, kwa sababu anajua nikipata janga japokuwa na bima lakini bado nitachangia kiwango fulani, of which ni kiwango kidogo. Yani kama katika hiyo milioni 10 unaweza kutoka changia ni asilimia ndogo, kwa bado kubwa nalipo na bima. Nile tu kumfanya mteja aweze kuwa na ile attachment kwamba hapa nikiwa mzembe bado nitachangia kiasi fulani ya. Okay. So kwenye kitabu kuna sehemu kiwanda kiliungua, afu mkao mnaongelea watu wanaitwa loss adjusters. Watu kazi yao inakuwa nini? Okay, good question. Loss adjusters sawa, au tuseme hivi, nikurudishe kidogo nyuma kwenye bima. Bima inafanya kazi na watu wengi tofauti. Sawa. Kuna watu ambao wanasaidia kuleta biashara kwenye bima, ndio kama MNO au mabenki au mabroker. Sawa, mawakala anaitwa. Wale wanasaidia biashara inakuja kwenye kampuni. Lakini sasa kuna muda mwingine inaweza kama imetokea janga. Sawa, labda imetokea claim. Kama hapa kuna kitabu inaonyesha ni claim ya kiwanda cha sukari kimeungua. Ndio labda let's say soko moto umewaka. Au labda gari limegongana au limeingia mtaloni. Sawa. Sasa pale inabidi kulithaminisha ili tuweze kupata ile loss ya kiasi gani. Sawa. Hiyo kiwanda kilichoungua, umeona ile damage ni kiasi gani, kukiquantify, yani kukifanya kije katika thamani, au ni gari limegongwa limeharibika vitu vyake vya mbele, then ili liweze kurudi kwenye hali yake ya zamani itahitajika kiasi gani. Hasa anayefanya hivyo anabidi awe ni mtaalamu ambaye anajua hiyo swala. Kama ni mambo ya moto, basi awe anajua mambo ya moto na majengo. Kama labda let's say ni shida imetokea kwenye mambo labda ya mitambo huko, inabidi basi mtu awe anajua mambo ya mitambo. Kama imetokea kwenye gari, mtu awe anajua mambo ya magari na vitu kama hivyo. Sawa, ndio naitoga na loss adjuster. Kwamba akienda kwa sababu ni mtaalamu atakwambia bwana, kutokana na hii janga lilivyotokea, umeona huyu mteja anastahili kulipwa kiasi fulani. Kwa hiyo unakuwa unawasaidia bima kujua kiwango gani mteja inabidi alipwe, ili akilipo kile kiwango kweli kimrudishe katika hali aliyokuwa awali kabla ya kupata majanga. Nasema umeongelea kwamba mtu alikuja kuclaim kwamba mzigo wake umekuwa destroyed wakati anasafirisha na alitake insurance on that, lakini in reality ule mzigo wake uliharibika kwa sababu warehouse yake ilikuwa kwenye bad condition. So kwenye kazi yako, I'm sure most of people come claim things, au mtu amecause self harm afu anakuja na claim kwamba
compensate me? How do you handle that? Okay, another good question. It's true. Kuna changamoto kubwa kwenye bima ya mambo ya fraud au udanganyifu au malpractice. Yes. Ambapo kwenye kitabu nilikuwa nimeonyesha moja ya hiyo scenario whereby mtu ana mzigo wake, sawa? Anasema kwamba wakati unasafirishwa kutoka huko unapotoka kuja pale, sawa, kwa sababu ulikuwa unakuja kwa njia ya maji, basi bahari ilichafuka, ukawa umeloanisha ule mzigo, ukawa ufai tena kwa matumizi, kwa sababu mizigo mingine haifai kuguswa na maji, unajua? Yes, lakini wakati wa ile investigation au loss adjusters wakaja kugundua, lakini no, mbona hii kesi haifanani na description, kwa sababu hiyo meli haikupata changamoto yoyote majini. Kwa nini useme mzigo wako umepata shida hii ya? Lakini baadaye kaja kuonekana shida ilikuwa kumbe ni nini? Ile warehouse yake kuna kipindi tukaja pale mafuriko. Kwa ndo maana ule mzigo ukawa umekuwa destroyed. Kwa cause ya destroy au ya damage ni mafuriko. Lakini amekuja kukueleza na nini? Na bima nyingine, kwa sababu hana bima ya kumkinga dhidi ya mafuriko. Kwa sababu mambo kama ndo natoga fraud au udanganyifu. Kwa sababu fraud can take a different shape. Inaweza ikawa ni hivyo au inaweza ikawa mtu labda amechoka kitu chake akaamua kukiharibu, labda let's say ana simu ameona hii ishakuwa modeli ya zamani akataka kuiharibu ili apate modeli mpya. Ndio bana. Au labda ana gari lakini haliuziki, hapo ashalichoka au limemkuwa linamsumbua sana, gharama matengenezo ni kubwa, akaamua atengeneze ajali. Wengine wanaunguza, wengine wanapatisha ajali, wengine wanajibia. Anyhow you can call, lakini inakuwa ni udanganyifu. Sasa zile ndo zinaitwa fraud. Kwa kimsingi ni moja ya changamoto kubwa sana. Yes, kwenye sekta ya bima, na ndio inasababisha hata faida kwenye makampuni za bima maybe isiyo kubwa hivyo, kwa sababu ya hizo changamoto za madai. Kwa hiyo inafanya pia hata muda mwingine mchakato wa kufanya dai lilipo unachukua muda mrefu kidogo, kwa sababu ukiwa mtu amekuja na wewe, mimi nimepata ajali ya jana kuibiwa, unaona, mpaka ujiridhishe kwamba huyu ni kweli kaibiwa, usikute amejiibia, umeona? Kwa hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu pekee tu kamlipa yule mtu ambaye ni amejiibia, ina maana umepata hasara, kwa sababu kama ungegundua kwamba ule sio wizi au haikutakiwa kulipwa, ina maana ungesave kile kiasi kikienda kwenye matumizi mengine ya. Okay. So Bwana Jeremiah, tunaona umefanya kazi miaka 10 kwenye insurance industry. Hebu tuambie experience yako, do you advise anybody to join the sector or not? Okay, asante. Swali zuri. I would say yes, a big yes. Yeah, the reasons being insurance inakuwa, sawa, soko linakuwa, makampuni yanaongezeka. Kwa kitu kipindi kidogo ambacho mimi nilianza mpaka sasa hivi, umeona, personally witnessed makampuni yanazaliwa, sawa, makampuni mengine yanakuwa, mengine yalikopo tu hapa kwa sababu hapa ndo kuna HQ au makao makuu ya makampuni yote, lakini mengine sasa hivi yameanza kupanuka hadi mikoani. Kuna mengine yalikopo hayajafika sehemu nyingine, sasa hivi yamefika huko, sawa. Then pia tukiongelea bima, tuzungumzie tu makampuni ya bima peke yake, umeona, ni seko kubwa, sawa. Tunazungumzia ile kampuni ya bima, lakini tunazungumzia pia zile channels, umeona, wale mawakala ambao wanaleta kampuni, wanaleta biashara kwenye makampuni ya bima, wale nao pia wanaongezeka kwa kasi, umeona. Kwa hiyo inamfanya mtu akiwa tu ana connection ya kupata biashara, anaweza akaja kuwa agent, umeona, au wakala kwenye kampuni za bima, akawa anajipatia commission ambayo inakuwa ni source of income yake, sawa. Lakini pia tunaongelea loss adjusters. Kwa hapo tunaongelea mtu unakuta labda alikopo fani yake ni mambo ya automobile, amefanya tu mambo ya magari, au mwingine ni engineer, tukasomea mambo ya mitambo, mwingine sijui labda ni hata watu wengine ambao wamesoma mambo ya investigation, ma detective na vitu kama hivyo, wote wale wanakuja pia kujoin kwenye insurance to loss adjustment, umeona. Yes, kwa na wenyewe pia wana form part hapo, sawa. Tunaona pia sasa hivi kuna makampuni ya actuarial, umeona, kwa ajili ya kuja kusaidia kufanya estimates na vitu kama hivyo vya kimahesabu, wapo. Kwa maana kampuni ya bima, umeona, imekuwa inategemewa na subsectors nyingine nyingi. Kwa yani I can positively recommend mtu kuja kwenye bima kwa sababu inakuwa, umeona, na opportunities ziko nyingi sana ya. Would anyone read this book? Okay, thank you. So kwenye upande wa kitabu I can say yes again. Yeah, hichi kitabu kwanza kama nilivyosema ni cha story. Yeah, kwa ukisema story maana ni kama unasoma novel. Actually it's a novel. So
si ndio? Yeah, kwa hiyo it can be any novel. Kama labda unasoma novel ya masuala ya kuhusu labda tuseme upelelezi, tuseme unapenda mambo hayo, sawa? Au labda unasoma novel ya kuhusu masuala yote yale ambayo ni of your interest. Sasa hii ni novel ambayo inahusu mambo ya bima. Kwa maana ukiwa unaisoma hii, it's an easy read. Sio kwamba utakopa unatumia nguvu nyingi, no, kwa sababu it's a flow of a story. Inaelezea tu kiwanda kilikopo kimeungua, then how were people reacting toward that loss. Umeona sasa on that reaction sasa inaanza kurelate departments tofauti za bima. Umeona kwamba department hii inafanyaje, umeona department hii inafanyaje, department hii inafanyaje. Kwa maana mtu akiwa amekisoma hichi inampanua wigo wake wa uelewa kwenye mambo ya bima, kwamba anajua kwamba kumbe bima inafanya hivi, kumbe nikilipa premium umeona nalipa labda 100,000 lakini nimekatia bima TV yangu ya 1.5 inakuaje nikipata janga nalipa 1.5 kwa kusoma kitabu hiki mtu anajua kwamba kumbe mambo yanaenda hivi. Umeona kwa nini labda mtu akipata majanga mambo yanaendaga hivi, kwa kusoma hicho anajua kwamba kumbe inakuaga hivi. Kwa ina maana ni eye opener, kinamfungua mtu ujuzi au uelewa wake, lakini pia hata yule ambaye tayari anajua kinasaidia kumjazilizia ujuzi pia, kwamba labda yeye anajua bima upande huu tu, labda let's say yeye labda anakatiaga tu bima labda gari lake basi. Umeona, lakini akisoma hicho anajua kwamba okay, kumbe bima sio tu ya magari, kuna bima nyingine na nyingine. Umeona? Yes, kwa maana ni kitabu ambacho kimsingi kinafungua maona mind ya mtu kuhusiana na masuala ya bima katika upana wake, kwa sababu humu kuna sections au kuna chapters nyingi. Kuna ambayo inaelezea masuala ya underwriting, yani mteja akija jinsi ambavyo biashara yake inakuwa assessed hadi anapewa bei au gharama ya kulipa. Pia inaelezea masuala ya finance. Umeona ile hela akishakuwa ameilipa finance wanafanyaje, umeona kuizungusha ile hela mpaka ikija kupatikana majanga makubwa kuliko ile premium ambayo imelipwa, kampuni ikawa na hela kumlipa. Inaelezea pia masuala ya claim, umeona au madai, kama mtu akipata majanga ya madai inakuaje. Inaelezea mambo ya legal, kama nilivyosema bima ni ipo kimkataba. Umeona kwa ile mkataba wa bima ule all that ni mambo ya kisheria. Kwa inaelezea pia mambo waga yanaendaje. Umeona watu wengine waga wanalalamika wanaendaga hadi mahakamani kufungua kesi au mashtaka kama hajaridhika. Sasa inaelezea huko, je, hiyo legal department kwenye bima inakuwa inafanyaje kazi. Inaelezea mambo ya leadership, sababu hapa tunaona uongozi, umeona kwenye makampuni ya bima ambavyo ulivyokuwa unafanya hii claim ilivyokuwa imetokea na uongozi kwa ujumla. Sawa, pia sio tu kiongozi mkubwa au CEO, ila pia inaelezea na viongozi wengine au wasaidizi wake, umeona reaction zake zao zikoje au attitudes zao zikoje. Kwa kimsingi inakuwa ina open au ina sharpen mind kwa mtu ambaye katika level yote ya uelewa. Okay. So Watanzania wengi sidhani kama ni waandishi, na kama mtu anatamani sasa kuandika kitabu kama hichi, kama wewe ungemshauri nini? Okay. Well, mi bado ni mwandishi mchanga kama ambavyo nimejitambulisha. In fact, hichi ni kitabu changu cha kwanza. Yes, it's my very first book. Kwa naweza nisiwe na ushauri mwingi sana kwa sababu sio nguli bado. Yes, lakini kwa huu uchanga bado naweza nikasema kwamba writing is good, writing pays. Yes. Hichi kitabu nimekilaunch mwaka 2023 mwishoni. Ilikuwa ni December. Yes. Kwa sasa hivi kina mwaka tuseme kinaenda wa pili. Ikifika sasa hivi December mwaka huu itakuwa ni miaka 2, lakini ever since umeona I've started seeing matunda ya huo uandishi. Ndio, it has connected me to different people ambao nisingeweza kuwafikia. Umeona, it has opened door for me. Umeona sehemu ambazo nisingeweza kufika. Umeona, yes, na mambo mengine mengi. Kwa kimsingi writing is good, writing pays. Kwa I can say au recommend, yes, kwa mtu ambaye ana talent ya uandishi afanye. Kuna changamoto moja ya procrastinate au kusita, labda mtu mwingine alikuwa anapenda lakini ameandika amefika sehemu amekwama au anaona asiendelee. Basi kama ni mtu yupo, I would encourage him akimalize akitoe, then ataanza kuona matunda ya huo uandishi au ya kazi yake. Thank you. Kwa mtu ambaye anataka sasa akisome hichi kitabu Unusual Day of an Insurance Man, kinapatikana bookshops gani? Okay, asante. Kitabu kinapatikana bookshops nyingi. Yes, nyingi sana hapa mjini na hata mikoani. Lakini pia tupo kwenye various pages ambazo ni za online kwa ajili ya mtu ambaye haipo hapa. Lakini by mentioning just a few bookshops, tuko a Novel Idea,
tupo Elite, tupo MacBook, tupo Mkuki na Nyota au TPH, umeona, na nyingine nyingi. Lakini pia we normally update our social medias kama imetokea tumeongeza outreach yetu kwenye vitabu vingine. Kwa maana mtu anaweza kutufuatilia through Instagram, natumia majina yangu Jeremiah au Jeremia Kaigarula, kama nilivyotamka, Jeremia ina H mwisho na Kaigarula ina RULA. Okay. Lakini pia the same name ipo kwenye website hivyo www.jeremiahkaigarula.com. Yes. Na pia kama kuna inquiries the same mtu anaweza katuma kwenye email hiyo jeremiahkaigarula@gmail.com. Okay. Yes. So tunakushukuru kwa kuwepo hapa leo, and people go buy this book, Unusual Day of an Insurance Man. Don't forget to subscribe and see you on the next video. Thank you.